ikiwa ni Mungu anatufikia sisi tuwe hapa tunaabudu katika roho hii. Anasema kwa maandiko kwamba nitafuteni mkaitika. Hivyo katika jina la Yesu kwamba yeye anataka kujibu na Mungu. Kama saa tunapenda kutawapa Bwana Yesu makofi mazuri.
Mungu, mwambie Mungu jambo masaa kama haya. Niongea na Mungu, mwambie Mungu unachohitaji nene na moyo wako siku ya leo. Mwambie Shaddai kwamba wewe ni Bwana. Mwambie Mungu masaa kama haya unapoenda kuzungumza nasi kwa neno lako. Maana Biblia inasema katika kitabu cha Timotheo kwamba kila andiko ni pumzi iliyotoka kinywani pa Mungu, ni pumzi ya Mungu. Inaponena ni pumzi ya Mungu inanena nasi. Ni Mungu mwenyewe. Hali Mungu maana Mungu wetu ni roho. Na anaponena kwetu tunamsikia katika roho. Mungu wetu ananena nasi masaa kama haya. Akenda kuzungumza na sisi masaa kama haya. Jehova, acha neno na moyo wako. Fungua moyo wako siku ya leo. Fungua moyo wako. Fungua moyo wako. Fungua moyo wako siku ya leo. Anene na wewe. Wacha Mungu akutane na wewe masaa kama haya. Wacha Mungu akutane na wewe masaa kama haya. Mwambie Mungu jambo. Mwambie Mungu jambo. Mwambie umekuja kwake masaa kama haya. Oh Jesus is here for you. Yesu akapatikana na yeye. Anasema ni jambo gani hiyo? Ni jambo gani hiyo inakutesa? Ni jambo gani hiyo inakusumbua? Ni nini hiyo inakusumbua? Ni nini hiyo? Anasema leteni kwangu wote waliolemewa na mizigo, ilete kwangu. Nena anasema ya kwamba tuombeane sisi kwa sisi, tuombeane sisi kwa sisi, tuombeane sisi kwa sisi. Yesu Kristo anasikia tunapoombeana. Mwende na yeye mwambie kwamba Mungu iko hapa kwa ajili ya familia yangu, iko hapa kwa ajili ya ndugu zangu, iko hapa kwa ajili ya maadui zangu. Yesu nawaombea waishi, nawaombea uhai, nawaombea waweze kubarikiwa, nawaombea maisha marefu, ili waendelee kuona ukuu wako Baba. Familia yangu yote naweka mbele zako, mahali walipo. Nena na Mungu masaa kama haya. Mwambie Mungu niko hapa kwa ajili ya familia yangu. Ninasimama hapa kwa hii mlima, ndio usikie sauti yangu. Ninajinyima, ndio unisikie Bwana. Yesu Kristo anasikia, anasema niiteni nami nitaitika. Akinena nasi ni masaa kama haya. Jambo la siku ya leo, neno la siku ya leo Bwana niwe na wewe. Niasuluhishe matatizo yako siku ya leo. Yesu ni asante Yesu. Asante kwa yote unatenda. Asante kwa kufungua familia zetu. Asante kwa kusaidia wote walio na shida mbalimbali kwa hospitali. Wale wanaosafiri wote Bwana. Wale walio gerezani Baba. Mayatima na wajane na wasiojiweza. Baba simu kwa barabara. Wanulieze roho zao Baba. Kwako wewe unaweza mambo yote Jehova. Hakuna mwingine kama wewe Shaddai. Tuko hapa tukiombea watu wote wachozi. Waweze kubarikiwa. Waweze kusikiza sauti yako. Waweze kusikiza neno lako Baba. Wakurudie wewe Jehova. Jinsi unavyosema kwamba wewe ni Mungu wa huruma. Jehova wahurumie. Wahurumie mahali wote walipo. Hii maroho inayowawinda. Hii maroho inayowafunga. Jehova tunaikataa katika jina la Yesu Kristo. Maroho ya magonjwa, maroho ya ulevi, maroho ya utasa na uchawi wote tunaukataa katika jina la Yesu Kristo. Kwamba wewe ni Bwana, kwamba wewe ni Mungu Jehova. Tuko hapa kwa ajili yako Jehova. Hakuna mwingine kama wewe Shaddai. Siku ya leo tunaweka mikononi mwako. Ibada ya siku ya leo tunaweka mikononi mwako. Na mipango yote tunayoipanga katika hii madhabahu. Jehova iweze kutimia. Uweze kuonekana vyema jinsi utakavyo. Wacha mapenzi yako yawe hapo. Wacha mapenzi yako yatimie Jehova. Sisi Jehova tunanena ili unene nasi Jehova. Yesu tutambulie mahali popote utakapokuwa. Yesu kwa sababu wewe ni Mungu mkuu. Kwa jina lako Yesu Kristo ninaomba na kuamini. Asante. Asante kwa kibali. Asante kwa neema. Tupige makofi tukimkaribisha mtumishi. Pigia Bwana Yesu makofi mazuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Nahisi ya kwamba tunafanya kusifu Bwana.
neighbor. Neighbor. I reject. To be discouraged in the presence of the Lord. Tell your neighbor, neighbor. I remind you. You are a palm tree. Planted in the house of the Lord. Therefore be strong. Therefore be strong. You know what you are saying? Unaweza tingiza mti kweli ambao umepandwa ndani ya nyumba ya Bwana? Unaweza? You are a planted palm in the house of the Lord. Amen. A planted palm in the house. Hallelujah. Turn to your neighbor, tell your neighbor, neighbor. Neighbor. I pray. The Lord touch you once more time. Once more time. Guess what? I love that song. I love that song. Touch me one more time, Jesus. Touch me one more time, Father. Touch me one more time, Jesus. Touch me one more time, Father. Touch me one more time, Redeemer. Touch me one more time, Jesus. One more. Lord,
Jina la Bwana lipewe sifa. It is good to worship the Lord. Simama sawa. Asimsikia. Katika hili. Amen. To all online viewers at Church Without Walls, we take this opportunity to invite you once again. The problem we have ni kwamba network yetu iko na shida kidogo, lakini tuna imani ya kwamba itaweza kumudu mahitaji yetu zote kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Hallelujah. Tumejaribu kuweza kufikia kwa njia hiyo kwa wale ambao wanafuatilia kupitia TikTok, God bless you. Wale wanafuatilia kupitia FB, Mungu awabariki sana na sana na sana na sana. YouTube wote, Mungu awape neema na awabariki. Na pia tunatamani kusema ya kwamba huyu Mungu naye mwabudu aonekane kwako. Hallelujah. Na zaidi ya yote, in case you have a message you want to pass to us, you can leave a comment on our comment section, or else you can go into our private accounts, ndani ya inbox zetu, drop us your prayer items, and we are here for that work in the mighty name of Jesus Christ. So may the Lord bless you so much, and may the Lord give you in the mighty name of Jesus. I have very few announcements. Niko na matangazo kidogo sana. Hii saa hii kumbe yetu. Nimejaribu kuangalia kumbe ni kadhaa. Nilikuwa nafikiria niko mahali ambapo tunafaa kwa kumbe saa hii kama kitambo. Amen. Sasa kwa watu wengi aidha ndio nizidanganye tena ama jambo fulani lifanyike kwa Yesu Kristo wake. Sisi hapa nikifikiria masuala hayo kumbe kwa kumaliza mapema tunavyostahili. Jina la Bwana lipewe sifa. Tamani kuyaweka matangazo wazi kwako. Tangazo chache tu, sina mengi ya kuyasema, ni machache. Tangazo la kwanza na muhimu sana ni kwamba Yesu is coming. Wewe soya vile anavyosema. Lakini wacha nikusumbue siku moja usiku katikati nikusumbue. Sasa hiyo umelala nikutatize. Mpaka hata uamuke tu, upate unipigia simu usiku kwa maana kusema pastor, ulisema Yesu anarudi, nikwambie Yesu anarudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na useme nimeona kweli anarudi. Maana nimeona kabisa katika maono akimwongelesha I'm coming again. Amen. Jesus is coming for us. Wewe unayecheka magorofa, unayeendelea kuinua investment, fanya kazi hiyo ukijua Yesu amefanya nini? Anarudi. Sikwambii hivyo ndio uache kufanya. Jenga unavyotaka kujenga. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata Mungu alijenga dunia kwa siku 7 na aliendelea kujenga akijua siku moja ataibomoa na atarudi. Na hivyo hata wewe jenga. Amen. Nunua mashamba kama unaweza. Nunua mali kama unaweza. Invest as much as you can. But have this in your mind that Jesus is coming. Amen. He is coming for them that are ready. Kama unafanya biashara, fanya. Tengeneza faida kwa future. Amen. Usibebeleze. Bwana Yesu asifiwe sana. Faida tengeneza kwa future. Lakini elewa ya kwamba Yesu anafanya nini? Wakuoa na kuolewa, endelea. Oa kabisa na uolewa vizuri. But have this in mind. Jesus is coming soon. Very soon is coming. It is not a game. It's not playing with us. It's serious about it. Alisema anaenda kujenga. Na akimaliza kujenga, nyumba yako ikiisha, anapeana funguo. Amen. Any contractor mwenye amepewa kazi ya ujenzi, akimaliza anafanya nini? Anapeana funguo. Hallelujah. He is our contractor. He is our contractor. Yeye ndiye amechukua contract ya kujenga mbinguni. Na anaendelea kujenga. Alisema waje niende kuandalia mahali, nikimaliza nitakuja. Amen. So it's coming for us. Children of God, tuwe tayari. Anaporudi, atupate kuwa tayari. Mafuta yako usiishe. Usikae kama wale wanawake wajinga. Useme mimi na
fight number 1 kwa wale wa chini. It doesn't matter which position you are. Au uko number 1 ama number 5 wewe bado ni chini. Amen. Bwana asifiwe sana. Kati ya wale wanawake watano aliyekuwa wa kwanza na wa mwisho wote ni wajinga. Na wote si waliungua. Hivyo usisema mimi niko namba 2. Namba 2 imaanisha chochote. Wewe kaa tayari na mafuta yako. Amen. He is coming for us. Tangazo la pili ni kwamba tumebakia wiki mbili tu. Actually we are left 1 week hii ya kujiandaa. Next week but 1 we are in our crusade. Amen. Na ninaomba zote tuwepo pale katika kiwanja. Bwana Yesu asifiwe sana. Tufurahie huyu Mungu pamoja. Amen. Tunakuwa pale chini. Bwana Yesu asifiwe. Hapo ndio tutakuwa tukimtangazia Yesu kutoka mahali hapo. Tukiambia watu wa Yesu kazini kama Yesu anakuja. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. So tunasikia chache tu za kujiandaa. Tuendelee kujiandaa kwa sababu ya hilo tangazo la crusade ambayo tuko nayo inaanza tarehe 22 mpaka tarehe 25. Ninaomba baada ya ibada tukutane sote. Amen. Tukutane sote. Mkutano wetu wa wachungaji ndani bado mimi sijapokea simu yoyote ya kuniambia pastor we have cancelled. So I'm still announcing that and I'm still letting us know that we are having visitors in that same week. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo nikimaliza ibada nitampigia askofu simu nitake kujua tarehe halisi ya mkutano. So tukiwa katika mkutano yetu ya baada ya ibada tutajua bado ni lini siku ya mkutano. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuanzia tarehe 16 mpaka tarehe 18 itakuwa ni wiki yetu ya maombi. Amen. Haitakuwa wiki ya mfungo bali tutakuwa katika maombi. Bwana Yesu asifiwe. And I say this, kwa wale ambao wataweza kufunga, Mungu akukupa neema ya kufunga kwa ajili ya mahitaji ambayo tumepeana, kufunga. Amen. Kwa wale ambao wataweza kuomba bila mfungo, tuombe. Kile nataka kuwaambia ni kwamba it will be our season of prayer. Umesikia dasa? Nasikia mawasiliano katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Itakuwa ni wiki yetu ya maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. So usahau wote wa madhabahu haya hizo tarehe ambazo tumetaja kuanzia tarehe 16, 17, 18 tutakuwa na wiki yetu ya maombi. Tarehe 18 itakuwa ni ibada yetu ya meza ya Bwana. Mahali hapo. Hakika kabisa ni unyenyekezo kiwango cha chini sana. Yaani kuwa na shuhuda za Bwana katikati yetu. Amen. Kutokana na ibada ya meza ya Bwana. Yaani matendo Bwana amefanya katikati yetu yanatisha. Amen. Yanatisha kweli. Mimi nikiangalia hivi na shingo niseme nini. So I'm asking us ya kwamba wiki ambayo ni next week, I believe it will be next week. Amen. I believe it will be next week on Sunday. We shall be having our Lord's communion here. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo tuendelee kuomba, tuendelee kutafakari roho wa Bwana. Endelea sasa kuwa na jambo. Every other time, I said this in the morning and allow me to say it once again. Every other time when God calls out, He has always a message for us. Amen. Mungu hapa anakuwa na sababu ya sisi. Huwezi enda madhabahuni kukose kitu kilichokupeleka. Ni ngumu sana. Unless and otherwise, you will see us. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. I strongly believe ya kwamba huwezi enda madhabahuni kutoka kila bado. I believe that. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna vile utafanya nini? Ni sababu by the way. Amen.
madhabahuni pa Mungu, mahali Mungu alafu toka. God will always speak. God will always want to change your life. God will always want to bless you. Amen. Every time you desire, Lord, to go to the altar, have this in mind, that God is going to meet with my need. There is no way you will encounter in His presence and yet you make the same. Hakuna vile utaswim ndani ya maji kukosa kuwa na kukosa kuwa hakuna. Amen. Hakuna. Unless it's a miracle. Amen. Unless it's a, there is no way you can walk in water and then nguo zako zipatiwe kwa zikauka. It's very rare. Unless it's a miracle, it will happen. Amen. But if it's not a miracle, lazima utaoa maji. Na hakuna vile Mungu atakuwa mahali yako kwa sababu God must touch. Amen. Hata kama wewe ni mjinga, baada vile vingine. Sio? Maana kwa madhabahu si kuna moto. So lazima tuhakikishe hata wewe umekauka, at least hata wewe ufanye nini? Uchomeke. Amen. Usiwa tumevaa ndani ya Bwana. Have a desire to interact with the Lord. Amen. Have a desire to interact with. Have a desire to interact with the Lord. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Praise the Lord. Ninahisi ndani yangu kuna kitu ambacho Mungu anataka kuachilia kwako siku ya leo. Katika jina la Yesu Kristo. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Natamani nikupe dakika mbili uende mbele za Bwana, mwambie Yesu, niko mahali hapa. Yesu, niko mahali hapa. Niko mahali hapa kwa ajili yako. Niko mahali hapa mbele za Mungu. Niko mahali hapa unihudumie. Niko mahali hapa ubadilishe anga yangu. Niko mahali hapa unitengeneze. Niko mahali hapa unihudumie. Niko mahali hapa unene na mimi. Niko mahali hapa ufungue milango. Niko mahali hapa nimekuja Yesu. Jinsi ulivyosema, njoo tusemezane. Baba, niko katika madhabahu haya. Natamani kusikia sauti yako. Natamani kusemeshwa nawe. Natamani kunenewa na wewe. Natamani na mimi maisha yangu ibadilike. Maana niko mahali hapa ni kwa ajili yako Yesu. Niko mahali hapa kwa ajili yako Baba. Kwa ajili yako Jehova. Kwa ajili yako Ebeneza. Kwa ajili yako Masia. Kwa ajili yako Yesu mtakatifu wa watakatifu. Niko mahali hapa